Usimamizi wa vyama vya ushirika umeimarika, na mojawapo ni taarifa za ukaguzi wa vyama vya ushirika. Kwenye ukaguzi wa vyama vya ushirika huwa tuna ukaguzi wa ndani ambao unafanyika na tume yenyewe ya maendeleo ya ushirika mara kwa mara, kwa maana ya kwamba hata kwa mwezi mara mbili, kwa tegemeana na namna ambavyo tumewafikia. Na huu ukaguzi wa ndani unafanyika kwa namna mbili. Kwanza, kwa sababu sasa hivi tunatumia mifumo, tuna kitu tunaita offsite supervision, offsite, lakini pia tuna onsite. Offsite ni ile ambapo mnachukua taarifa kupitia kwenye mfumo, mnawakagua mkiwa mezani, kwa sababu wanawasilisha taarifa zao kila robo, hasa vyama vya akiba na mikopo. Kwa hiyo mnaangalia zile taarifa, mnaangalia huyu ana tatizo gani, ana changamoto gani, alafu mnaweza mkamsaidia. Lakini onsite ni pale ambapo sasa mnaenda moja kwa moja kwenye chama cha ushirika na kuangalia zile taarifa zake pale. Kwa hiyo ni kaguzi ambazo ni za ndani, zinafanyika na tume. Lakini tuna ukaguzi wa nje ambao unafanyika na shirika la ukaguzi wa vyama vya ushirika, wanaita COASCO. Kwa hiyo huu ukaguzi wa nje wanafanya COASCO, lakini pia sasa hivi wanashirikiana na makampuni ambayo pia yamethibitishwa kwamba yana uwezo wa kukagua vyama vya ushirika. Sasa taarifa inaonyesha, ukiangalia kuanzia mwaka 2021 hali ilikuwa sio nzuri kabisa, kwa maana ya kwamba vyama ambavyo vilikuwa vinaweza kupata hati safi vilikuwa ni 339 mwaka 2021, lakini taarifa ya mwisho ambayo ni 2024 vilikuwa ni vyama 661 ambao vilipata hati safi. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba kumekuwepo na ongezeko zaidi ya mara mbili kwenye kuongeza ufanisi kwenye usimamizi wa vyama vya ushirika, kwa sababu unaposema hati safi inaonyesha kwamba vyama hivyo sasa vinakwenda vizuri. Lakini vyama vingi ambavyo vilikuwa 2021 vyama takriban 2095 vilipata hati mbaya, lakini kwenye taarifa ya 2024 ni vyama 900 ndio ambavyo vilipata hati ambayo tunasema ni mbaya. Kwa hiyo sisi tukifanya mahesabu tunaona kabisa kwamba kumeendelea kuwepo na kuimarika kwa usimamizi wa vyama vya ushirika, na kwa maana hiyo vyama vingi vinaweza kupata hati safi na vyama vichache zaidi vinakuwa vinapata hati ambayo ni chafu. Na sisi mtazamo wetu au mpango wetu ni kuondoa kabisa vyama vya ushirika ambavyo vinapata hati chafu. Vyote tunataka tupate hati safi, kwa sababu unapokuwa na taarifa safi ndipo inapoonekana kwamba hata usimamizi ule umekuwa umeimarika zaidi. Kwa hiyo tunaweza tukatumia hiki kigezo cha taarifa za COASCO kuonyesha kwamba ni namna gani ambavyo kumekuwa na mabadiliko makubwa katika usimamizi. Lakini niongeze tu, hata ukiacha hizi taarifa za moja kwa moja, wewe mwandishi wa habari unaweza kuwa na historia ya ushirika ambako kulikuwa na kelele nyingi kabisa wakati wa mavuno, wakati wa mauzo, ndio. Sasa hivi unaweza ukauza pamba na ukamaliza na usijue kwamba kulikuwa na minada ya pamba, kwa sababu utaratibu wa kusimamia zile taratibu zote kuanzia pembejeo mpaka mauzo umezidi kuimarika zaidi. Hivyo hivyo kwenye zao la korosho, hivyo hivyo ukienda kwenye zao la kahawa, hivyo hivyo ukienda kwenye zao la chai na maeneo mengine. Changamoto zipo, lakini zimeendelea kupungua zaidi. Sawa. Asante Dokta, na tupate ujumbe mfupi na ili tuweze kusonga mbele na jamii yetu. Usimamizi wa vyama vya ushirika umeimarika, na mojawapo ni taarifa za ukaguzi wa vyama vya ushirika. Kwenye ukaguzi wa vyama vya ushirika huwa tuna ukaguzi wa ndani ambao unafanyika na tume yenyewe ya maendeleo ya ushirika mara kwa mara, kwa maana ya kwamba hata kwa mwezi mara mbili, kwa tegemeana na namna ambavyo tumewafikia. Na huu ukaguzi wa ndani unafanyika kwa namna mbili. Kwanza, kwa sababu sasa hivi tunatumia mifumo, tuna kitu tunaita offsite supervision, offsite, lakini pia tuna onsite. Offsite ni ile ambapo mnachukua taarifa kupitia kwenye mfumo, mnawakagua mkiwa mezani, kwa sababu wanawasilisha taarifa zao kila robo, hasa vyama vya akiba na mikopo. Kwa hiyo mnaangalia zile taarifa, mnaangalia huyu ana tatizo gani, ana changamoto gani, alafu mnaweza mkamsaidia. Lakini onsite ni pale ambapo sasa mnaenda moja kwa moja kwenye chama cha ushirika na kuangalia zile taarifa zake pale. Kwa hiyo ni kaguzi ambazo ni za ndani, zinafanyika na tume. Lakini tuna ukaguzi wa nje ambao unafanyika na shirika la ukaguzi wa vyama vya ushirika, wanaita COASCO. Kwa hiyo huu ukaguzi wa nje wanafanya COASCO, lakini pia sasa hivi wanashirikiana na makampuni ambayo pia yamethibitishwa kwamba yana uwezo wa kukagua vyama vya ushirika. Sasa taarifa inaonyesha, ukiangalia kuanzia mwaka 2021 hali ilikuwa sio nzuri kabisa, kwa maana ya kwamba vyama ambavyo vilikuwa vinaweza kupata hati safi vilikuwa ni 339
mwaka 2021. Lakini taarifa ya mwisho ambayo ni 2024 vilikuwa ni vyama 661 ambavyo vilipata hati safi. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba kumekuwepo na ongezeko zaidi ya mara mbili kwenye kuongeza ufanisi kwenye usimamizi wa vyama vya ushirika, kwa sababu unaposema hati safi inaonyesha kwamba vyama hivyo sasa vinakwenda vizuri. Lakini vyama vingi ambavyo vilikuwa 2021 vyama takriban 2095 vilipata hati mbaya, lakini kwenye taarifa ya 2024 ni vyama 900 ni ambavyo vilipata hati ambayo tunasema ni mbaya. Kwa hiyo sisi tukifanya mahesabu tunaona kabisa kwamba kumeendelea kuwepo na kuimarika kwa usimamizi wa vyama vya ushirika, na kwa maana hiyo vyama vingi vinaweza kupata hati safi na vyama vichache zaidi vinakuwa vinapata hati ambayo ni chafu. Na sisi mtazamo wetu au mpango wetu ni kuondoa kabisa vyama vya ushirika ambavyo vinapata hati chafu. Vyote tunataka tupate hati safi, kwa sababu unapokuwa na taarifa safi ndipo inapoonekana kwamba hata usimamizi ule umekuwa umeimarika zaidi. Kwa hiyo tunaweza tukatumia hiki kigezo cha taarifa za COASCO kuonyesha kwamba ni namna gani ambavyo kumekuwa na mabadiliko makubwa katika usimamizi. Lakini niongeze tu, hata ukiacha hizi taarifa za moja kwa moja, wewe mwandishi wa habari unaweza kuwa na historia ya ushirika ambako kulikuwa na kelele nyingi kabisa wakati wa mavuno, wakati wa mauzo, ndio. Sasa hivi unaweza ukauza pamba na ukamaliza na usijue kwamba kulikuwa na minada ya pamba, kwa sababu utaratibu wa kusimamia zile taratibu zote kuanzia pembejeo mpaka mauzo umezidi kuimarika zaidi. Hivyo hivyo kwenye zao la korosho, hivyo hivyo ukienda kwenye zao la kahawa, hivyo hivyo ukienda kwenye zao la chai na maeneo mengine. Changamoto zipo lakini zimeendelea kupungua zaidi. Sawa. Asante Dokta, na tupate ujumbe mfupi na ili tuweze kusonga mbele na kujadili jambo letu.